ترتو فوت لو كسب لو فوت كوي عارم وكي حامد كوانا إيراق نخوئي تابور عند علاوة لا قصير بوسن عارم وقتين لا بوعسن عند عارم وقتين تلي قربوعي وصاد دوكري جيمبو ممسيت عارم وقان قريا سو تهيرا وديهيرا دياني حكا يمكن يباتي تقول دو دوكري جيمبو ممسيت نقول لابد دوكو وشاورو نصيبو هاريت الكاهن سوكو ديكي مس عارم ونع عند وقنا قوتو جيمبو ممسان ngo diti are ma se xete diti wanalo koyo anna to on het gar o sal aten tabol so diki im tabol anda qasa igoya qoso diki im zanha o tadi tutul ay babu an gna aram wa nami an zo sahab koyo sahabe ntabo islar safi Alagwa tupo na ndugu yetu huyu bana majina yake ana majina mawili anaitwa Loveness afia bila anaitwa Bi Khadija. Bi Khadija. Bi Khadija unamjua ni nani? Ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kama atapenda kuelezea baadaye kwa nini Loveness Bi Khadija tutamuuliza kwa mwishoni, lakini leo tunapata historia kamili ya sisi wakusho kaskazini tulipotokea ya mka Asman mpaka na Dahama kwa Tanzania kwa Dorkawar Dorkaibar Amamsan na kwa sasa wakati naendelea kuitafuta hiyo haina shida tutaipata. Mimi na swali moja kwako. Zamani babu zetu wale kabla ya kuja Uislamu na Ukristo hizi jamii zetu zimekuja miaka mingi sana, wanasema katika historia ni zama za kina Nabii Yunus huko, yani miaka 1800 huko na kuendelea ndio sisi jamii zetu ziliingia Tanzania. Ili tutaka tuliweke sawa jamani, tunaposema sisi sio Wabantu, sisi wa Alagwa, haya makabila manne kwa Tanzania ambayo yamebaki sasa hivi yanaongea hizi lugha zao. Tunaposema tulikuja Tanzania sisi sio wahamiaji, sisi tumekuja miaka mingi sana, miaka 1800 huko, miaka kipindi cha kina Nabii Yunus huko. Sasa kwa sasa ukiangalia babu zetu wale walikuwa sio Waislamu wala Wakristo. Ukristo na Uislamu umekuja miaka sio mingi baadaye sana, lakini kuna kitu kimoja mimi nimekufuatilia katika historia pia vile vile nimeona kuna correlation kubwa sana kati ya jamii ambayo ipo pale Iraq na wa Iraq. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu zamani jamii zetu zilikuwa zina katika kuabudu walikuwa haamuabudu Mungu huyu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala kwa Kristo upande wa Yesu. Kuna jamii moja nimekuwa nikifuatilia sasa hivi kule Iraq na Irani kule wanajitahidi kujipambanua kutafuta ukombozi, kujitoa kule katika zile jamii za Kiislamu zile, na wamekuwa wakifanya maandamano. Lakini nimejaribu kudadisi historia, inasema ile jamii ya kule kile wanachokiamini yule Mungu anayomwabudu wao, ukienda pale kwa wa Iraq na jamii zao babu zao pia walikuwa wanaabudu hilo. Je, hili ni kweli? Na kama ni kweli hebu tuambie. Hii ni kweli. Kwa hiyo evidence ya pili imepatikana ya kusema kwamba tumetoka mashariki ya mbali, kwa sababu Irqutu kwa ujumla ana Mungu mmoja. Irqutu ana Mungu mmoja, hana miungu ya kuchonga, na Irqutu yeye anaabudu mwanga sio jua. Asma jua ni Seama, lakini Mungu wa Kiiraq anaitwa Loa inaweza kumaanisha jua, inaweza kumaanisha mwanga, inaweza kumaanisha muda, inaweza kumaanisha saa. Kwa hiyo Irqutu ukimuuliza gara lo armaga ina maana kwamba ni saa ngapi. Kwa hiyo mwanga ina maana ba Irqaro mwanga ni kitu cha muhimu sana na ndicho kinacholeta chakula. Na tangu walipotoka huko walikuwa naamini Mungu ni mmoja na Mungu ni mwanga. Na Iran ndiko kwenye asili ya hii dini. Hii dini ilitokea kabla ya Uislamu, kabla ya Ukristo, na ndio dini ya kwanza kabisa ambayo inamwabudu Mungu ambaye ni mwanga. Na mwanga wakiamini kwamba mwanga ndio unaoleta chakula. Asmakar mimea haiwezi kuota bila mwanga wa jua. Kwa hiyo wanaabudu mwanga, na Iraq kwa asili wanaabudu mwanga wa jua, mwanga hasa wa jua. Kwa hiyo na wale wanaabudu mwanga. Inawezekana kithiolojia inawezekana imebadilishwa. Kwa hiyo ukienda katika tempo za kwao unakuta wamewasha moto usiozima. Wanaamini moto usiozima, yani mwanga usioisha. Kwa hiyo kama alama ya dini yao wamewasha moto, ila kwa Iraq sio moto kama moto,
mwanga wa jua. Mwanga wa jua ndo wanaamini huyo ni Mungu. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo Alagwa, tumeshapata ufafanuzi mwingine na evidence nyingine kwamba yari anda ato Ethiopia dahanabal anda tunatoka mashariki ya mbali ambapo ni Irani huko na Iraq. Kule ukienda kuna jamii utaikuta ambayo wanavyoabudu wao, na ukienda pale kwa Iraq wale wazee wa zamani jinsi walivyokuwa naabudu Mungu wao ni wako pamoja. Kwa hiyo tushikilie hapo. Sisi asili yetu haijaishia kwa Ethiopia, tumetokea mashariki ya mbali. Bado sisi ni vijana wenu, tunaendelea kufanya tafiti. Niko na mwalimu pia unaitwa Al-Baida. Okay. Unajua Al-Baida ni neno la Iraq ama Al-Baida. Kwa hiyo wana mji unaitwa Al-Baida, ni majina ya Kiiraq. Lakini Irqutu akijitambulisha anasema ana Irqutu, alqa ana Irqutu. Na Kiarabu kujitambulisha anasema ana kwa mfano Kiarabu ukisema mimi naumwa au nimechoka, ana taaban. Unaona? Kwa hiyo hata maji Kiarabu maji ni maai. Nani maai? Ama moya. Irqaro moya ya gadar moya ideroke. Kabai moya. Sasa tulitoa wapi? Na ni Kiarabu nacho ni moya. Kuna nchi zingine zinaita maji kama moya. Kwa hiyo moya ni maji kwa Kiiraq. Kwa hiyo hatujachimba tu mengine. Nilienda Jordan siku moja, nilikwambia. Jordan ina mpaka na Iraq. Na kutoka mji wa Amman mpaka mpakani mwa Iraq na Jordan ni kama masaa 2 au 5 hivi. Sasa nikatamani kwenda nienda tu mpakani nifike Iraq. Bahati mbaya wakati ule kulikuwa na shida ya usalama. Inshallah Mwenyezi Mungu atanijalia katika kazi zangu, labda Mungu atanipeleka Iraq na nitaenda kuchimba. Lakini Iraq kuna watu weusi. Iraq kuna watu weusi wanaitwa Wabarawi. Kama sio Barawi ama ni Basra. Kuna mji unaitwa Basra. Na Basra kwa Kiiraq ni Basa. Basa ni kushoto. Basa ni nani? Ni north. Ni Basa kushoto ni kushoto. Kwa hiyo wana mji unaitwa Basa na wana mji unaitwa Al-Baida. Kwa hiyo tukichimba tena, nadhani mtu badala kuishia kufanya historia, kuishia Ethiopia, huo ni uvivu. Tusiseme tu hakuna evidence kwamba watu wametoka Mesopotamia. Tufike Mesopotamia tukachimbe tuone. Kama hujafika pale ukaona asili usiseme. Lakini kitu kingine mimi nasema kwamba historia ya Mwafrika haijaanzia wakati wa ukoloni, haijaanzia wakati wa nani? Slavery, wakati wa utumwa. Historia ya Mwafrika ilianza kabla ya utumwa. Na Mwafrika alikuwa anatembea na bado anafanya biashara. Kuna ushahidi unaonyesha kwamba kabla ya utumwa, kwa mfano wa Somali au wa Ethiopia, watu walikuwa naenda mashariki ya mbali na wanarudi. Kwa hiyo hatuwezi kujua kama kweli walitoka huko ama hawakutoka, lakini Mwafrika alikuwa anasafiri. Kwa sababu Ethiopia mpaka nani, kwa mfano kwenda nchi ya karibu inaitwaje? Hata Iraq sio mbali, kutoka Ethiopia sio mbali. Na mashua yapo. Mwafrika ni mtu mwenye akili sana. Kwa hiyo movement ya Mwafrika na Far East imeanza zamani sana na ipo tangu zamani. Wewe sema mzungu alipokuja, kwa kuwa sisi hatuandiki historia. Sisi tunapeana historia kwa mdomo. Hata hii ya kusema sisi hata Iraq imetoka kwa wazee. Wazee ndio wamesema hata Iraq. Hata ile modini wa Iraq. Pengine hata tulivyokuwa hapa tulikuwa tujui kama kulikuwa na nchi inaitwa Iraq. Kwa hiyo ni historia inapeanwa kwa mdomo, haijawahi kuandikwa. Na bahati mbaya mzungu alipokuja na Mwarabu alipokuja ndipo tulianza kuandika. Kwa hiyo sasa historia iliyopo ni ile iliyoandikwa. Ile ambayo haijaandikwa haipo. Kwa hiyo hatuwezi kujua. Alagwa, marafiki zangu wale kule TikTok, leo niko na mwalimu wa walimu. Huyu ni mwalimu wangu. Leo mimi nitakuwa na mazungumzo machache sana. Hawa ndo walimu wangu. Huyu ni mwalimu wangu upande wa Alagwa na huyu ni mwalimu wangu upande wa Iraq. Sasa wale wenzangu na mimi kule TikTok ambao huwa mnasema jamani, sana wa Iraq wanasema, wana mtindo mmoja, wanasema jamani, mimi nawasikiliza hawa kama nawaelewa, nasikiliza mpaka mwisho. Lakini ikifika mwisho sijapata. Leo nipo na mwalimu wa walimu, nadhani ameachimba kwa ndani, nimeshapata ya kupata. Tuendelee na stories zetu.
Hebu kuja siku Harsi Tibere. Wewe huyu naye ni Mualagwa. Yeye mnamuita Mualawa, lakini huyu na yeye Alutei. Sasa huyu sio Alutei tu. Huyu Alutei alienda kabisa mbele akaifuata kule Iraq. Huyu kaishi na wa Iraq. Hebu atupe historia fupi. Ni mwaka gani ulienda kwa Iraq? Na uliishi kwa nani? Na ilikuwaje? Mpaka sasa hapo ulipofikia. Hebu karibu na tukusikilize.